tufanye kitu kimoja. Wewe ni mcheshi kupitiliza. Eneo ambalo unashinda kuna mzee ambaye umezoea naye sana. Sasa akati mnafanya utani wa hapa na pale, mzee akaonyesha kukasirika, ila kwa kuwa umezoea utani, ila uliendelea kumfanyia utani masiala ya hapa na pale. Mzee akapaniki kupitiliza, akatishia kukupiga. Ukapiga hatua kukimbia, mzee akakufuata na kukukimbiza. Hapa na hapa, bahati mbaya ukajikuta umeanguka, umeupiga chini. Ile umefika chini, unakuta mzee huyu hapa na kisu anakutia mwilini. Bana, umefariki. Yaani inakuwa kama utani, lakini inakuwa ndo imetokea. Tunakuzika. Bana, karibu sana kwenye mlolongo wetu wa story kama hizi. Mimi hapa ni msimuliaji wako, ni mimi hapa ambaye tutakuwa pamoja siku zote, na kwa mawasiliano unaweza ukawa unanicheck kwa namba ambazo zitakuwa hapo chini. Sorry kwa kuwa nachelewesha, lakini Mungu akinijalia akanifanyia uwepesi, nitakuwa nazileta kwa wakati. Usisahau subscribe Living Evolution, ambapo ndio sehemu sahihi ambayo itakuwa inakuletea story kama hizi zenye uhalisia na zinazoandikwa. Muhimu ziwe za kusisimua, yaani ziwe ni story fulani hivi ambayo ukisikiliza wewe mwenyewe roho inasema amen, hapa nimepata kitu kilicho sahihi. Tuanze story yetu. Kijana wetu anaitwa Moscow. Ni jina ambalo limetungwa, sio jina halisi. Kijana Moscow ni kijana mwenye umri wa miaka 23 ambaye amelelewa kwenye maisha ya hali ya kawaida tu, lakini upendo ambao upo kwenye familia yao, jinsi wanavyoishi, jinsi walivyolelewa, walivyofunzwa jinsi ya kuishi na watu. Kijana Moscow ni kijana ambaye kwenye familia yao ndio kijana mcheshi kuliko mtu yoyote yule. Ndio kijana ambaye akiingia ndani, basi familia nzima lazima wafurahi. Sasa kijana Moscow alishindwa kumaliza masomo yake kulingana na kuwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanajiunga nao make stories hapa na pale nini, walikuwa wengi hawana njia iliyonyooka. Kwa kijana wetu Moscow akatokea kuishia njiani pia shule. Kijana wetu Moscow anafanya kazi ya uwinga. Kijana wetu Moscow ni winga ambaye ni mcheshi. Ucheshi wake kwa mfanya kwenye uwinga au anadumu, anaishi vizuri na watu nini. Anaishi yeye pamoja na mama yake pamoja na dada yake ambaye amemzidi umri. Sasa story yetu leo naomba iwe fupi kiasi kwa sababu haikuwa na maandalizi marefu, ni story ya kweli kabisa. Story yetu inamsemea Moscow ambaye alikuwa na masiala na mzee fulani ambaye kwenye duka ambalo Moscow huwa anachukua vifaa mara kwa mara, bidhaa kwa ajili ya kwenda kuwapelekea wateja wake ambao wanawafanyia uwinga. Kwa nje pale palikuwa na mzee mmoja ambaye anaonekana umri umeenda kiasi. Huwa ameweka meza yake, ameweka vitu pale, makolokolo pale, ili kwa watu wanaopita wakivutiwa nayo anachukua, anapata chochote kitu kwa ajili ya kujiendesha yeye pamoja na familia yake. Sasa siku hiyo bana, Moscow na huyo mzee walikuwa wameenda kiwanja kimoja hivi kwa ajili ya kuangalia mechi mpira wa timu hii na timu hii.
Moscow na yule kijana walikuwa na mazoea ya kuzidi sana. Ndio maana Moscow alikuwa ni kijana mdogo, lakini yule mzee ni mtu mzima, lakini sorry. Sijui nina tatizo gani la. Tufanye hivyo, raw story itoke. Japo nina shida. Msipoipenda mtaniambia ili kama ikiwezekana nipate kuirudia, pia nitairudia nikiwa nimeiboresha. Basi wakawa wametoka wameenda kiwanja kwa ajili ya kuangalia hiyo mechi ambayo Moscow alikuwa ni timu hii na huyo mzee alikuwa ni wa timu nyingine tofauti. Wakati mechi inaendelea, Moscow alikuwa na kinywaji chake, mzee ana kinywaji chake. Basi timu ya mzee ikawa imepata score, imefunga goli la kwanza timu ya mzee. Kwa mzee akawa ameshangilia vibaya mno pale na kumtambia mpinzani wake kwamba unaona leo amchomoki jino moja, lazima tuwakande kisawasawa na hauna cha kuniambia, maana kocha watu walionipangia uwanjani ni timu ya mauaji. Yani Moscow kivyo vyote vile timu ya leo mechi ya leo hamwezi kabisa mkachomoa. Basi Moscow akawa mnyonge pale nini, kwenda hapa na pale timu ya Moscow ikachomoa bana. Na shangwe lake kama kawaida, vibe lingi nini, unaelewa? Sijui nini nimeambia wewe, refa boss nini na nini. Hapa na hapa. Mechi inaisha. Timu ya Moscow imeibuka ubingwa wa magoli 3-1 ambayo ilipatikana mwanzoni kabisa wa mechi. Moscow anataka ndani ya mharashi mpinzani wake pembeni, anakuta mzee kaondoka bana. Mzee kachochola, yani alipoona tu ya kwanza, ya pili, ya kwanza wamerudisha, ya pili wapo resi, ya tatu mpira bado hujaisha, timu yake inashindwa kurudisha magoli. Mzee hapa, huyu Moscow hapa, tutatambiana mpaka niisi kufa. Kwa mzee alichoamua pale ni kuinama tu, kachochola huyu hayupo bana. Sasa Moscow akawa ameshindwa cha kufanya pale, maki mtu ambaye yeye huwa wanataniana sana na ni mpinzani wake na shida, amechochola akajaribu kuvuta uzi, chola namba pale cha Rui. Simu ikaita mpaka ikakata. Moscow akasema, wewe mzee unanitania, unajua kilichotokea, upokee simu. Akavuta tena, mzee akamkatia simu. Moscow wewe, uzuri kesho asubuhi na mapema tunakutana pale kijiweni. Wewe tulia tu huko uliko, sijui utakuwa umejificha wapi, ila asubuhi tunakutana na mada ya kwanza ya mimi na wewe itakuwa hii. Basi Moscow naye akavibe na watu ambao walikuwa nao eneo la tukio, akarudi zake nyumbani. Siku hiyo aliporudi nyumbani alikuta kama walikuwa wamemwandalia yeye hivi chakula, yani madiliko ambayo alikuwa ameandaliwa pale mezani kama yanashikia sherehe hivi, na yeye ndio ambaye alikuwa ametoka kuubingwa huko, akawa kama sherehe kama nyumbani wamefanyia surprise ya kumfanyia kipaji kidogo. Basi alikuwa anafanya pale, na nyumbani kwa kuwa yeye ndo alikuwa nini, kicheko tu ndani, jumlisha ameshinda. Nyumbani wamempikia vizuri kama sherehe yake, mama, dada, sijui auntie. Siku hiyo bana walifurahi sana kwa sababu kijana ni mcheshi na jumlisha ametoka timu yake imechukua ubingwa, basi ana furaha zaidi. Siku hiyo bana ikaisha. Siku ya pili
bahati mbaya Moscow alichelewa kuamka kulingana na ile vibe nyingi kuwasiliana na washikaji. Akajikuta amechelewa kulala, amechelewa kuamka. Akafika eneo la kijiweni ambapo alijua atakuta mzee, lakini mzee pia hakumkuta. Huyu mzee naye vipi leo? Mimi kuchelewa kote huku nilijua nitamkuta. Sasa na sijamkuta. Anyway, yani nilichokisema jana lazima kitimie. Akakochoa, akavuta uzi. Simu haikupokelewa. Basi akapotezea. Maybe ana changamoto, so nisiwe kama anamsumbua kwa ajili ya kitu cha kawaida. Dakika chache baadaye mzee alionekana amefika, akawa amechukua vitu vyake kwa ajili ya kuvipanga pale. Mzee ni na nini? Jamaa akamuingia. Jamaa akamuunganishia. Kweli. Sina moja. Basi bana. Jamaa kamuunganishia mzee pale. Nini kelele nyingi sasa. Mzee akawa hahitaji masiala siku hiyo, yani yuko serious sana. Mbea Moscow bana, mimi nitakuzabua, afu mimi mtu mzima kwako sijui ni heshima nini na nini hapa na hapa. Lakini Moscow wewe si masiala, wewe si umefungwa. Kwa lazima uwe mkali kwa sababu timu yako imefungwa. Aise, tutafanya siku nyingine. Hapa ushaja unawaka, wakisema uende mbali mimi ndo nakata, mimi ndo nakata. Nakutaka, unanitaka, yani mimi nawe kama mapacha, oh kama mapacha. Wenzako wivu unanisumbua, oh baby. Hata message kilia kwa simu yako mimi ndo nanuna, wendo karoho kauzima, oh baby. Si unajua bila we wenzako ananitaga mimi mjinga. Kwenye moyo wangu mimi wewe, tunakwenda wewe. Kwenye macho yangu mimi wewe, tunakwenda. Hata ningefumba macho wewe